Hujambo na karibu. Leo ngoja tuongelee kitu ambacho nina hakika kinatugusa sote kila siku. Yaani ile fujo ya kidigitali inayoanza punde tu tunapoamka. Tuna programu nyingi sana, lakini je, zinatusaidia kweli au zinatuchanganya zaidi? Okay, hebu tuwe wa kweli kidogo. Asubuhi yako inakuwaje? Labda inafanana na hii? Jambo la kwanza kabisa, unashika simu, unafungua programu ya hali ya hewa. Leo nitavaa nini? Mvua itanyesha? Halafu, kabla hata hujapata muda, unarukia programu nyingine, kalenda. Hapo ndipo uhalisia wa siku unakupiga usoni. Mikutano, miadi, majukumu, yote yamejipanga, yanakungoja. Nakumbuka, bado hata hujatoka nje ya mlango. Programu ya tatu inafuata, programu ya traffic. Barabara zikoje? Nitapita wapi? Nitatoka saa ngapi ili nisiingie kwenye foleni? Na hapa sasa ndipo kazi ya kweli inapoanzia, kwa sababu ni wewe katikati ya hizi programu zote unayejaribu kuunganisha taarifa zao. Ni wewe unayelazimika kuwa mratibu, ukijaribu kupatanisha kila kitu ili tu siku yako iwe na maaniki. Unajua, huu mchakato wote wa kujaribu kupanga kila kitu kila asubuhi una jina lake, na unaonyesha tatizo kubwa na la msingi kabisa kuhusu jinsi teknolojia yetu ilivyoundwa. Hii si usumbufu mdogo tu, ni mgogoro. Chanzo chetu kinaweka hofu hii katika namba halisi. Yaani, hebu fikiria, 27. Programu 27 tofauti kila siku. Kila moja ikijua kipande chake kidogo tu cha maisha yako, bila kujali vingine. Sasa, pointi ya msingi ni hii. Badala ya programu zetu kutufanyia kazi, imekuwa kinyume. Sisi ndio tunazifanyia kazi programu zetu, tunatumia nguvu zetu kuzifanya ziongee lugha moja. Lakini, je, inabidi iwe hivi? Vipi kama kungekuwa na njia tofauti kabisa ya kufikiria kuhusu teknolojia? Hebu tugeuze ukurasa na tuone suluhisho linaweza kuonekanaje. Na hapa ndipo tunakutana na wazo jipya linaloitwa hali. Wazo lake ni rahisi lakini lina nguvu sana. Ni akili mnemba ambayo haioni kazi zako, inaona maisha yako yote kama picha moja kubwa inayoungana. Na hii ndiyo tofauti muhimu kuliko zote, na imeelezwa vizuri sana hapa. Akili mnemba tunayoitumia sasa inajua kuboresha kazi maalumu, kama kukupa njia fupi zaidi. Lakini hali haiboreshi kazi. Inalenga kuboresha maisha yako yote. Kuna tofauti kubwa sana hapo. Sawa, swali ni, hali inafanyaje hili jambo? Inatokaje kwenye kuboresha kazi na kuanza kuboresha maisha? Jibu liko kwenye kuona jinsi vitu vinavyoungana. Teknolojia tunayoitumia sasa inatazama maisha yako hivi. Inachukua maamuzi makubwa kama nyumba, usafiri na huduma zako binafsi, na inayaona kama maswali ya hisabu yasiyohusiana kabisa. Hali, kwa upande mwingine, inaelewa kitu cha msingi sana. Thamani halisi iko kwenye muingiliano. Nyumba nzuri haina maana kama safari ya kwenda kazini ni mateso. Hali inaelewa kuwa jinsi hivi vitu vinavyoungana ndivyo vinavyounda kuridhika na maisha. Sikiliza hii, kwa sababu hapa ndipo inakuwa serious. Hili si wazo la kubahatisha tu. Utafiti unaonyesha kwamba 60 hadi 70 ya furaha yetu maishani haitokani na vitu hivi kila kimoja peke yake. Inatokana na jinsi vinavyoingiliana. Yaani mwingiliano sio sehemu ndogo ya hadithi, ndio hadithi yenyewe. Sasa, unaweza kuwa unafikiria haya yote ni maneno matupu, lakini ukweli ni kwamba wazo hili limeshaanza kutumika na matokeo yake ni ya kuvutia sana. Hebu tuchukue mfano wa kutafuta nyumba. Hali haitafuti tu nyumba inayotosha bajeti yako. Hapana. Inaenda mbali zaidi. Inakokotoa safari yako ya kila siku, inatafuta huduma unazopenda karibu, labda saluni yako au gym, na hata inatathmini jinsi utakavyoendana na jamii inayokuzunguka. Mwishowe, inakupa alama ya ulinganifu wa maisha. Sio tu kuhusu nyumba, ni kuhusu maisha utakayoishi hapo. Na matokeo, yani, ni ya kushangaza. Angalia tu hii grafu. Utekelezaji wa kwanza uitwao No Big Room ulionyesha kuwa ule mzigo wa kifikra, yani ile stress yote ya kupanga mambo, ilishuka kutoka hapa juu hadi chini kabisa huku.
Ni upungufu wa karibu 70%. Na ule upungufu wa stress unamaanisha kitu kimoja: unapata muda wako tena, wastani wa zaidi ya saa 4 kila wiki. Fikiria ni mambo gani unaweza kufanya na hizo saa 4 za ziada. Okay, kupata saa 4 za ziada ni vizuri, lakini lengo hapa ni kubwa zaidi ya kuokoa muda tu. Linahusu ubora wa maisha yetu ya ndani, akili zetu. Linahusu kitu kinachoitwa ukombozi wa kifikra. Fikiria akili yako kama betri ya simu. Kila uamuzi mdogo unaofanya, kila uratibu unaofanya, unapunguza chaji. Hali inachukua kazi zote ndogo ndogo na inakuachia wewe chaji kamili kwa mambo muhimu: ubunifu, mahusiano na vitu vinavyokupa furaha ya kweli. Na mara tu akili yako inapokuwa huru, mambo ya ajabu yanaanza kutokea. Unaanza kufanya maamuzi bora zaidi kwa sababu haujachoka. Afya na ustawi wako vinaboreka. Na hata unaweza kuanza kufanya maamuzi bora kwa ajili ya mazingira. Yote yanaanzia na kuondoa ule mzigo mdogo wa kila siku. Sasa ni wazi, teknolojia yenye nguvu kama hii inakuja na maswali makubwa, na ni muhimu sana kuyafikiria na kuyajadili tunaposonga mbele. Na jambo zuri ni kwamba mfumo huu haufichi hizi changamoto, unajaribu kuzitatua. Kwa mfano, swali la usiri wa data. Badala ya kutuma data zako zote kwenye cloud, suluhisho ni kufanya uchakataji mwingi kwenye simu yako mwenyewe. Hii ni hatua muhimu sana katika kulinda uhuru wako na kuhakikisha hakuna upendeleo. Kwa hiyo, mwisho wa siku, tunabaki na hili swali kubwa la kujiuliza. Ikiwa teknolojia inaweza kutuondolea mzigo wa uratibu wa kila siku, ni uwezo gani mpya tutakaoufungua ndani yetu? Labda huu ndio uwezo halisi wa akili mnemba, sio kutufanyia kazi, bali kutuweka huru ili tuweze kuwa binadamu zaidi.